Biashara iko aje? Biashara ni mzuri. Lakini nimekuwa ni kama naenda nyumbani na pesa. Nikifika kesho asubuhi sina pesa. Bibi amechukua ameenda nazo kwa kanisa zitaombewe. Kwani kuulize? Unasema unafunganga kazi. Unaenda na pesa kwa nyumba. Unaamka bila pesa. Kwani ulioa mwizi? Si mwizi, bibi yangu amekuwa kila siku ananiambia pastor alisema. Wewe una uhakika na ukuji pombe pengine unakuwa unapora huko kwa pombe alafu unakuja kusema umelala bila pesa. Mimi sijaingia kwa klabu. Hata sasa juzi uliniambia biashara inaendelea vizuri. Biashara sasa imeinuka kila siku nimelala na pesa sina pesa. Nimelala na pesa sina pesa. Wewe inaonekana ulioa mwizi. Si mwizi, bibi yangu amekuwa kwa mazoea. Kila siku ananiambia juzi alikuwa amechukua kondoo akapelekea pastor. Ati kondoo? Kondoo tumelisha, tulikuwa tunataka. Ngoja kidogo. Si mimi nasikia kwa kanisa kondoo ni wapi? Hapana, sasa hiyo ni kondoo mbuzi. Unaona hiyo mbuzi? Ile tunakanga ndio unaweza kula Christmas ama unaweza uza upate pesa za kununua kitu ama kufanya vitu zingine. Akakuwa hivyo. Sasa nilikuwa bado na kuku hapo. Ilikuwa inapea mtoto mayai. Ameichukua hiyo kuku bado ameipelekea huyo pastor. Sasa wacha nikuambie kitu moja. Sasa wacha zimeisha. Wacha nikusaidie na kitu moja. Imani za aina hiyo za kupora mali ya watu. Wachana hizo imani. Hizo ni imani za wezi na watu wanaonyanyalizo imani ni wakumbafu na wajinga. Sikiza nikuambie. Mungu hakulete mwanadamu kwa hii dunia ateseke. Na hiyo nayo ni ukweli. Nataka usikize. Hakulete mwanadamu kwa hii dunia ateseke. Sababu nikuulize, unajua kuna siku wanafunzi Yesu waliteseka. Nakumbuka. Wakakuja kama umesoma Mathayo 9:6. Mathayo 6:9. Na uende usome. Wakamuuliza tutafanya nini? Wakamuuliza tufundishe jinsi ya kusali. Aliwaambia basi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Nataka ushike vizuri. Ufalme uje. Hapa duniani. Ngoja kwanza. Ufalme uje hapa duniani. Nikuulize, ushasikia mfalme maskini? Hakuna mfalme maskini. Na kama alifundisha wanafunzi wake muombe ufalme uje hapa duniani, kwa nini ufalme uje duniani alafu tuteseke? Kwa ajili sisi ni wakumbafu. Hiyo ni ujinga. Hii dunia inataka utajirike na uishi vizuri maisha ya kifahari. Wacha kuendea imani za wakumbafu na wajinga. Unasikia? Lakini unajua kuna watu tofauti hapa wawili. Mimi sina hiyo nini. Bibi yangu ndiye akona hiyo imani. Mzungumzie kama hataki itisha talaka. Hapo hamtaendelea. Talaka tutenganishwe. Utafuta mwanamke mwingine. Tafuta mwanamke mwingine mwenye ana imani za kijinga. Maana sikiza nikwambie. Wewe umesikia pale nimekuambia kama nikuulize Mungu unasikia amesema Yesu alifundisha wanafunzi ufalme uje. Afanya nini? Ufalme ukuje hapa duniani. Ushuke kutoka mbinguni ukuje. Kwa nini ushuke alafu uteseke? Ufalme inataka ikikushukia uishi maisha ya kifahari. Alafu ya pili ngoja nikwambie. Unajua kitu moja natakiwa ujue, Mungu hakuumba pesa. Aliumbia watu akili. Hiyo akili utafute naye pesa. Alafu ya pili kama uliumbiwa akili utafute naye pesa. Hii akili wanadamu wako nayo mpaka ya kuunda mandege. Ndege nikuulize. Ndege inabeba watu kuanzia 300 na inapita juu na haianguki. Hiyo akili walitoa wapi? Si wamepewa na Mungu. Mungu anazidi kupea kila asubuhi kukicha. Mungu anapea watu akili mpya. Alafu mtu anakuambia usa mali yako tunaenda mbinguni. Waachana na imani za wakumbafu. Wewe kama wewe hata unaenda unahubiriwa na mtu anakuambia ati wachana na dunia, toka kwa hiyo imani ya wakumbafu. Mimi hata ndio naona saa hii siendagi kanisa. Toka si mambo na kanisa. Hatuko ati mambo ati kanisa ni mbaya. Imani za kikumbafu wachana nazo. Tafuta imani zenye zinakuonesha dunia ni mzuri. Ukule mzuri, tafuta mali duniani vizuri, kwa sababu kama dunia ilikuwa ni mbaya, Yesu angeambiwa wanafunzi wake wasali kusema ati ufalme uje. Wangesema ufalme uende huko. Mfuata hiyo ufalme wapi? Huko. So ndio alisemanga ikuje huku duniani. Ikikuja duniani tufanye nini? Tuishi kijinga. Tuishi vizuri. Lakini kama ingekuwa dunia ni mbaya, angefundisha kusema ufalme uende tufuate. Lakini kwa nini ufalme ushuke? Tuenjoy. Ndio tuenjoy maisha kuishi. Si ndio? Kwa hivyo mimi nakusaidia wewe kama rafiki yangu, kama ndugu yangu. Imani za kikumbafu na imani za wajinga epuka na uondokee ni ukweli. Kwani kuulize dhahabu inachimbwa wapi? Huku chini. Mafuta inapatikana wapi? Huku chini. Hiyo ndio ufalme ulishuka. Wewe ukiangalia ardhi inatoa chakula, itapatikana dhahabu,
mafuta na vitu mingi za utajiri. Za utajiri. Mtu anakuambia ati ondokea dunia tunaenda mbinguni na wanajenga nyumba za mawe. Utakuwa mjinga, epuka imani za wakumbavu. Mimi ndio mpaka nyumba. Hapa duniani ni enjoy maisha. Mijengo angalia, wacha nikuulize. Kuuliza swali moja. Inji zote zinaitanishwa na manabii wametoka. Kama Israeli, Saudia, Griki. Si huko ndio wanaitanisha na Vatican, si ndio? Huko kuna mjengo ya matope? Hakuna. Kuna mijengo ya kimaskini? Hakuna, huko ndio kunatokanga mandege, gari mzuri, meli, mafuta, gold. Walikuwa na vitu mingi. Imepita manabii, si ndio? Alafu wewe ni second hand. Unaona? Waafrika ni second hand ya nini? Ya maandiko matakatifu. Wao ni second hand, walikuja kuletea kopi. Alafu mtu anakuja kukuambia tuende mbinguni, alafu yeye anachukua mashamba zako. Anachukua mashamba zako. Epuka ujinga. Epuka waji. Hapo umenifungua macho. Amukeni. Mwache kudanganyo. Hawa watu wanawafundisha hivyo, chunguza kwenye wameanzia. Israeli kuna mtu maskini? Hakuna. Ushapata Mwisraeli hapa anatafuta kazi Kenya? Ushaona ama Afrika? Hakuna, si ndio tunaenda kwa kutafuta kazi. Bas, epuka. Tunakusaidia. Amukeni. Epuka kudanganywa. Wakule malenge. Watu wakule malenge. Ukiona mtu mjinga, mwambie akule malenge. Ndio ndakuwa nikisema. Mtu mjinga kama ni mjinga, kula malenge. Masaa imeenda. Unaona vile kuna kaa? Mimi nataka kwenda sasa. Mimi kuna penye nataka kwenda kumalizia kazi. Nikifungaga hiyo kazi ndio inanipeanga pesa. Sawa. Sio tutaongea. Tutaonana na usalimie familia. Sawa, poa.